بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Baada mwenye kufanya haji kujua namna ya kutia nia na kuzijua sampuli za nia na kujua sehemu ya miqat ni wapi, ambapo kwamba atakana kabla hajatia nia, kabla hajavuka pale awe ashatia nia yake. Kitu muhimu kujua kwa mwenye kufanya haji ni kuwa baada ya shatia nia katika sehemu ya miqat ama kabla miqat, kuwa yuingia katika hali inaitwa state of ihram. Yani hali ambayo kwamba baada ya metia nia kuna mambo kadhaa itakokea ni haramu kuyafanya, na haya ni muhimu mtu ajue mwanzo, sija kafanya makosa alafu mwisho akawa hakujua kama ni makosa. Kwa hivyo mtu akitia nia ya haji ama nia ya umra, huwa ameingia katika muharramatul ihram, mambo ambayo yameharamishwa kwa sababu ya nia yake ile. Na mambo haya ulama wamegawanya sampuli tatu. Kuna mambo ambayo kwamba ni common kwa mwanamume na mwanamke, wote wawili wameharamishiwa. Kisha kuna mengine ambayo yameharamishiwa mwanamume peke yake, mwanamke hajaharamishiwa. Kisha kuna mengine ambayo yameharamishiwa mwanamke, mwanamume hakuharamishiwa. Kwa hivyo yote haya matatu ni muhimu mwenye kufanya haji kuyafahamu. Tukianza na yale ambayo kwamba ni haramu kwa wote, wanaume na wanawake, kufanya wakiwa tayari katika halul ihram, ni kuwa ya kwanza hafai kuondoa kitu katika mwili wake. Sawa iwe ni nyele zile ziwe ni za kichwa, ziwe ni ndevu, ziwe sehemu za siri, nyele zozote ni haramu. Mtu akishaingia kwenye hali shati ya nia, ni haramu kuondoa nyele katika mwili wake. Jambo la pili ambalo ni haramu mwenye kufanya shangia katika nia ya haji ama nia ya umra, ni kuondoa kucha pia katika mwili wake, kukata kucha. Ni haramu kwa mwanamume, ni haramu kwa mwanamke kukata kucha. Jambo lingine pia ni haramu kwa mwanamume na mwanamke baada ya shangia katika hali ya ihram, ni kufanya mubashara kwa shahwa ama kufanya kitendo cha ndoa, pia ni haramu. Jambo lingine ambalo ni haramu kwa mwanamume na mwanamke, kupaka manukato wakiwa katika hali ya ihram. Jambo lingine ambalo litakuwa ni la tano kwa mwanamume na mwanamke, ni kuwinda akiwa katika hali ya ihram. Kuwinda kiwindo ni haramu ikiwa tayari ameshatia nia ya ihram. Kisha yanobakia ni yale kwamba ameharamishiwa mwanamume, mwanamke kuharamishiwa, nao ni kuvaa nguo. Mwanamume ameharamishiwa kuvaa nguo iliyoshonwa ama nguo yenye kuzunguka. Kufinika kichwa, mwanamume ni haramu kufinika. Kuvaa nguo, kuvaa kikoi, lazima avae vitambara vile viwili ambao kwamba ni vizuri vikiwa vyeupe na rangi yote haruhusiwi, lakini sunna zikiwa ni vitambara vile bila chupi, bila vesti, bila chochote katika mwili wake kwa amevaa. Wala hata viatu hafai kuvaa viatu ambao kama vimzunguka. Na mwanamke naye ambao haruhusiwi yeye peke yake ni kufinika uso wake. Mwanamke haruhusiwi kufinika uso wake, kuvaa ninja haruhusiwi, na vile vile pia haruhusiwi kufinika mikono yake, hako kuvaa gloves. Akifinika na kitambara na mtandio, lakini kuvaa gloves kwenye mikono haruhusiwi. Miguu kufinika ni lazima, miguu ni aura. Kwa hivyo haya ndio yanaitwa muharramatul ihram. Mtu akiingia katika hali ya ihram ajiepushe nayo mpaka atakapomaliza, kama ni umra yake ama atakapomaliza ni haji yake. Mola subhanahu wa ta'ala jalina alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.